Amina watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe watumishi wa Mungu. Napenda kuwakaribisha leo, tutakuwa tuna kipindi, tunasomo leo, tunajifunza kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kabla sijaendelea, nitakwenda kuomba. Karibu teule wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, ninasema asante Bwana Yesu kwa neema yako, asante kwa kibali chako Mungu, pokea sifa, heshima na utukufu zikurudie wewe Bwana. Ninasogea tena miguuni pako Yesu. Ninaomba toba na rehema kwa ajili yangu na kwa ajili ya mteule ambaye anafuatilia online ulimwenguni kote. Bwana, ninaomba uturehemu, tutakase kwa damu yako Yesu Kristo. Baba, ninaomba utusamehe Bwana wateule wako. Mahali popote ambapo tumepungukiwa na utukufu wako, damu yako Yesu katutakase. Ninakukaribisha Roho Mtakatifu, kanitumie jinsi upendavyo. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika ardhi na anga la mahali hapa. Ninaachilia damu ya Yesu Kristo katika ardhi na anga mahali waliko watoto wako. Ninawafunga wakuu wa giza na wakuu wa anga. Ninateka nyara na kuharibu kila fikra za adui, nazifunga kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaalika uwepo wako na nguvu zako. Ninawafunga maagenti na mawakala wa mitandaoni katika jina la Yesu Kristo. Ninawapiga upofu kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaalika uweza wako, naalika nguvu zako. Karibu Roho Mtakatifu, nitumie jinsi upendavyo. Baba, ninaomba nitamke kila ambacho umekusudia, ambacho hujakusudia Bwana nisinene kama hata kinywa changu. Bwana, unitumie jinsi upendavyo sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Baba, umesema unalituma neno lako litoe katika maangamizi. Naomba Bwana Yesu kila atakayekwenda kusikia neno hili likamtoe katika maangamizi katika jina la Yesu Kristo. Fungua ufahamu wa kila mmoja, ufahamu wa rohoni. Bwana apate kujifunza na kuelewa kila ambacho umekusudia sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Maombiani na gonga muhuri wa Roho Mtakatifu. Baba, naalika uweza wako na nguvu zako, na kutaka wewe Bwana na nguvu zako. Karibu Yesu, uwe pamoja nami. Ninaomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Leo tutakwenda kujifunza somo letu linasema uweza wa Mungu ndani yetu. Uweza wa Mungu ndani yetu. Somo letu la leo ni uweza wa Mungu ndani yetu. Kwa nini uweza wa Mungu? Mungu anafanya kazi ndani ya mwanadamu kulingana na uweza wa Mungu ulioko ndani yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe, yani ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tunaona kabisa hapa ili Mungu ajifunue, anatenda kazi kwa kadiri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo somo letu la leo tutajifunza uweza wa Mungu ndani yetu. Uweza wa Mungu ndani yetu. Haleluya. Kwa hiyo andika kichwa cha somo, uweza wa Mungu ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo nitakwenda kusoma hapa, utakapopata nafasi utasoma kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 1 mpaka 21, lakini mimi nitakusomelea vipengele vichache kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo fungua Biblia yako, Waefeso 3 mstari wa 20. Waefeso 3 mstari wa 20. Amina. Waefeso 3 mstari wa 20 anasema hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa tunaona hapa Mungu anatufundisha kwamba atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa tunaona hapa wateule wa Mungu, ukisoma neno la Mungu anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Tunaona ukisoma Biblia yako, tunaona hapa Mungu anatuambia, anaonyesha uweza wake. Atukuzwe yeye awezaye. Anaposema yeye awezaye, ina maana anamaanisha uwezo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Awezaye kufanya mambo ya ajabu. Awezaye kufanya mambo ya nini? Ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Kuliko kile unachokiomba, kuliko kile unachokifikiri. Ina maana Mungu anafanya zaidi, extra mile,
Bwana Yesu Kristo asifiwe, mteule wa Mungu. Kwa hiyo watu wengi sana katika maisha ya leo wamekuwa wanakwama kwa sababu hawajui uweza wa Mungu. Hawajui uweza wa Mungu ndani yao. Hawajajua bado. Leo unaona changamoto unayopitia, unaona changamoto ulionayo, unaona ni kubwa kwamba yani haiwezekani. Unaona kama ni yani mfano mtu anaumwa ugonjwa labda kansa, anaona kansa ni kubwa sana. Hajajua uweza wa Mungu. Laiti ungalijua uweza wa Mungu, hiyo kansa ni kitu kidogo sana. Laiti ungalijua uweza wa Mungu, hiyo ugonjwa wa figo ulionao ni kitu kidogo sana. Laiti ungalijua uweza wa Mungu, changamoto unaopitia ni kidogo sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Maana uweza wa Mungu ni mkubwa sana. Uweza wa Mungu ni very wide. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tunajifunza leo tujue uweza wa Mungu. Watu wengi wamekwama kwa sababu hawajui uweza wa Mungu ndani yao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hawajui uweza wa Mungu ndani yao, ndio maana wamekwama. Wanaona mapito wanaopitia, wanaona ni makubwa sana kuliko Mungu. Bwana Yesu Kristo, horikarabasindo robosika. Bwana Yesu Kristo asifiwe, mteule wa Bwana. Kwa hiyo tunajifunza kwamba uweza wa Mungu, Mungu ni mkuu sana. Mungu ana nguvu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na uweza wake ni mkuu sana. Maana fikiria hapa Mungu anatuambia kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Ina maana Mungu anapokuambia ajabu, ina maana ni kitu ambacho ni cha ajabu sana kuliko ajabu unaohitaji wewe mwanadamu. Akisema Mungu ajabu mno, ina maana ni zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo. Ina maana Mungu anafanya, unaweza ukamuomba kitu, akijibu anajibu zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini tunaona hapa anasema kuliko tuyaombayo. Ina maana anafanya kuliko ulivyoomba. Kwa mfano uliomba namba 1, Mungu anaweza akakupa namba 4, namba 3, akakupa zaidi. Yani kwa ukubwa zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuliko ulivyoomba. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anasema kuliko tuyaombayo, kuliko tuyawazayo. Ina maana kama unawaza kiwango, unajiwazia labda nifanye biashara fulani, Mungu anakuwazia zaidi ufanye biashara kubwa zaidi, japo kuwa unaangalia kwa ufinyo wa hali ya udogo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuliko tuyawazayo. Anasema kwa kadiri ya nguvu. Sasa angalia huo uweza wa Mungu unaonekana kwa kadri. Unaona hapa amekuandikia kwa kadri ya nguvu itendayo kazi. Nguvu ipi? Ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu anatenda kazi na mwanadamu kulingana na nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya yule mwanadamu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kuna watu wanataka mambo makubwa, lakini yale mambo makubwa yanashindwa kuonekana kwao kwa sababu ya kiwango cha nguvu ya Mungu iliyoko ndani yao ni ndogo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa unakuta Mungu anafanya zaidi kuliko alichoomba, lakini sio kile kiwango ambacho Mungu alikusudia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Amekuwa limited kwa sababu kwa kadiri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yao iko kidogo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Haleluya. Natumaini unanielewa mteule wa Mungu. Hapa ni ujumbe Mungu anatuambia. Tunatakiwa tujue uweza wa Mungu. Ukishajua uweza wa Mungu, hautaogopa ziki kuu, hautaogopa maadui, hautaogopa changamoto mbalimbali, hautaogopa magumu unayopitia kwa sababu ya uweza wa Mungu. Haijalishi unapitia nini, kwa sababu unajua uweza wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ataonekana kwako, atatenda kazi kwa kadiri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya yule mtu. Na nguvu ya Mungu inapatikana vipi? Unatakiwa uwe ni mtu ambaye unasoma neno. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mtu ambaye hasomi neno ni ngumu sana kumuona Mungu. Na ndio maana Mungu alisema mtakeni Bwana na nguvu zake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatenda kazi ndani yako kuliko uombavyo kwa kadiri ya nguvu yake iliyoko ndani yako.
Kwa kiwango cha nguvu ya Mungu ndani yako ndicho kinaamua matokeo ya uweza wa Mungu. Mungu namna ya kujifunua, Mungu namna ya kujidhihirisha. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natumaini unanielewa mteule wa Mungu. Kuna watu leo wamepitia magumu, wamepitia mazito, wamepitia changamoto mbalimbali, wamepitia madeni. Wanaona kama madeni ndio wanaona so special, wanaona madeni ndio makubwa. Wamesahau uweza wa Mungu. Ukijua uweza wa Mungu, na kuambia hata hayo madeni unayopitia utavuka kwa jina la Yesu. Changamoto unayopitia ni ndogo kwa Mungu kama ukitambua uweza wa Mungu. Mungu anatamani tu ujue uweza wake. Leo watu wanaogopa ziki kuu. Unaogopa ziki kuu kwa sababu hujajua uweza wa Mungu. Laiti ungalijua uweza wa Mungu kwamba ziki kuu inakuja. Lakini ukitambua uweza wa Mungu, na kuambia utashinda zaidi ya kushinda. Utamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Utayafua mavazi yako kupitia damu ya Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu Kristo. Horikalabasindorobosika. Bwana Yesu Kristo. Harikalabasindorobosika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mwana wa Mungu, nisikie maneno haya ambayo nakwambia. Roho wa Mungu anena na kanisa. Lisikie we mteule wa Mungu. Nazungumza na wateule. Bado hujajua uweza wa Mungu. Laiti ungalijua uweza wa Mungu, usingelihangaika kwa manabii wa uongo. Usingelihangaika kwa watumishi wa uongo. Usingelihangaika kwa ukapeleka changamoto zako kwa wanadamu. Usingelihangaika, ungalimkaribia Bwana, ungaliomba, ungalisoma neno, ungeuona ukuu wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu tuendelee mteule wa Mungu. Watu wengi sana leo unakuta mtu anapitia pito, labda mtoto wake ni mgonjwa. Tayari hawezi tena kuomba. Tayari hawezi tena kusoma neno. Tayari hawezi tena kumtafuta Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya pito. Na tunaambiwa siku ya taabu nguvu zetu ni chache. Kwa nini siku ya taabu nguvu zako ni chache? Huwezi tena kuomba. Ina maana nguvu yako ya Mungu iko ndani yako, iko kidogo. Kwa hiyo ile kidogo hata imepotea kabisa, umepoteza tumaini. Huwezi tena kuomba. Unaona Au mtu unakuta amekwazwa na fulani, badala umsamehe usonge mbele, kwa sababu ya nguvu ya Mungu iko kidogo ndani yako, tayari huwezi tena kuomba. Mtu anapitia pito fulani, hawezi tena kumtafuta Mungu, hawezi tena kuomba kwa sababu ya lile pito. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natumaini unanielewa mteule wa Mungu. Nazungumza na wateule katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akufungue ufahamu, ujue uweza wake. Ukijua uweza wake, changamoto unaopitia, pito unalopitia, si kitu mbele za Bwana, si kitu mbele ya uweza wa Mungu, si kitu. Na ili ule uweza wa Mungu uonekane, unahitajika uwe ni mtu unayesoma neno sana, unayeomba sana. Sasa wewe unataka Mungu ajifunue katika lile kusudi labda ulilobeba. Unataka upelekwe viwango fulani, lakini kufunga tu siku 3 kavu huwezi. Kufunga asubuhi mpaka jioni kwako ni mtihani. Utasikia mtu anakwambia, mtumishi natamani kuwa kama wewe. Okay, unatamani kuwa kama mimi. Je, unaweza kupitia gharama niliyoipitia? Tamani kuwa kama jinsi Mungu anavyotaka uwe. Usitamani kuwa kama mimi. Maana ukipewa mapito yangu, ndugu yangu umelala. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo kila mtu ana pito lake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Hujajua uweza wa Mungu. Ndio maana unahangaika kwa mtumishi A, kwa mtumishi B, kwa watumishi mbalimbali. Kwa sababu hujajua uweza wa Mungu. Mtu anayejua uweza wa Mungu, na kuambia hivi, hata akikutafuta atakwambia tu, mtumishi sema neno moja, nitapona. Kuna mtu aliyewahi kunitafuta ananiambia, mtumishi tamka tu neno, Mungu atasikia. Kuna hali imenipata. Na kweli nikamwandikia ujumbe tu short, kwa ufupi, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na kweli yule mtu akapokea ule uponyaji pale pale, akapokea kufunguliwa pale pale. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Alijua uweza wa Yesu Kristo. Alijua uweza wa Mungu. Leo watu wanakwama kwa sababu hawajamjua Mungu. Hujamjua Mungu,
aliyekuokoa. Hujamjua Mungu aliyeniokoa. Hujamjua Bwana. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Haleluya. Watu wengi hawajamjua Yesu bado. Watu wengi hawajajua uweza wa Mungu aliye hai. Watu wengi hawajajua nguvu iliyoko ndani ya neno lake. Watu wengi hawajajua uweza wa Mungu. Laiti ungalijua uweza wa Mungu. Nakwambia ukijua uweza wa Mungu, unaweza kupita katikati ya simba na wasimba hawatakuzuru. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe, watumishi wa Mungu. Natumaini unanielewa, mteule wa Mungu. Wengi leo hawajajua uweza wa Mungu. Ndio maana wanaona mapito wanayopitia ni makubwa sana. Lakini tunaona hapa Mungu anasema, basi atukuze yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu. Nikupe siri mpendwa. Kama unataka Mungu ajifunue kwa viwango vikubwa, kwa viwango vya juu sana, nikupe tu siri hii. Unatakiwa uwe ni mtu wa kusoma neno sana. Amka asubuhi. Cha kwanza, chukua Biblia yako, soma neno la Mungu. Kabla hujafanya chochote, maliza hapo, omba. Ukimaliza hapo, endelea na shughuli zako. Nakwambia hivi, ikifika jioni, soma tena neno. Omba, lala. Nakwambia hivi, kuna watu waga wanasema, hivi Mungu anaongeaje? Mbona mimi sisikii sauti ya Mungu? Usikii sauti ya Mungu, umekazana kutafuta watumishi. Halafu neno unalo, hutaki kusoma neno la Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo watu wengi wanapotea kwa sababu hawajajua uweza wa Mungu. Laiti ungalijua uweza wa Mungu uko ndani ya nini? Neno lilo nalo. Mungu ameliachilia neno. Analituma neno lake litutoe katika maangamizi. Mpendwa, wewe hujajua uweza wa Mungu. Ndio maana unatapatapa. Ndio maana unatangatanga. Ndio maana unahangaika huku na kule, kwa sababu hujajua uweza wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuendelee, mteule wa Mungu. Leo tutajifunza kuna vitu ambavyo viko ndani ya uweza wa Mungu. Kuna nini? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ili Mungu sasa ajifunue ndani yako, kuna vitu ambavyo anavihitaji ndani ya ukajue. Lazima ujue kwamba uweje na uweza wake unahitaji nini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Tunaona kitu cha kwanza, ili Mungu aonyeshe ukuu wake, aonyeshe uweza wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ili Mungu ajifunue, ajidhihirishe, maana anajibu kuliko tuombavyo. Sasa fikiria kama tunamwona Suleimani aliomba hekima, lakini Mungu alimjibu zaidi. Kwa hiyo kumbe Mungu wetu anaweza kufanya zaidi. Fikiria, aliomba hekima na maarifa, na aliomba katika mapenzi ya Mungu. Utasema nasema nini? Ngoja twende kwenye neno. Kabla sijaendelea, fungua Wafalme wa kwanza. Nadhani Wafalme wa kwanza, sijaandika hapo kwenye notisi zangu, lakini Roho Mtakatifu ananikumbusha hapa. Sura ya Wafalme wa kwanza, sura ya 3. Sura ya 3. Amen. Tuone hapa mstari wa 9. Angalia kitu Suleimani aliomba. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, anasema hivi: kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kupambanua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Angalia mstari wa 10. Neno hili likawa jema machoni pa Bwana, ya kuwa Suleimani ameomba neno hili. Neno lile likawa jema, yani likapata kibali mbele za Mungu. Tunaona ukiendelea kusoma huku, Mungu alimwambia, kwa kuwa umeomba haya, basi nitakupa
akampa na utajiri, akampa hiyo hekima ambayo haijawahi kutokea ulimwenguni kote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa nini? Tunaona Mungu anaonyesha uweza wake. Fikiria leo umeomba kitu fulani, Mungu anafanya zaidi. Ina maana kama Mungu umeomba kitu tu kidogo, Mungu anatenda zaidi. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kama umeomba tu kitu kidogo, Mungu anatenda kuliko tuombavyo, kuliko tuyaombayo. Ina maana Mungu anafanyaga extra zaidi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa unakwama wapi? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kinachokukwamisha, twende tukaangalie uweza wa Mungu. Ndani ya uweza wa Mungu kuna nini kinahitajika? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Leo tutajifunza ndani ya uweza wa Mungu kuna nguvu za Mungu. Mungu anahitaji nguvu zake ndani yako ili ajidhihirishe, aonyeshe uweza wake, ajibu kuliko uombavyo, afanye kuliko uwazavyo, atende kuliko unavyofikiri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kunahitajika nguvu za Mungu, na hizi nguvu za Mungu zinapatikana kwa mtu ambaye anasoma nini? Neno. Na ndio maana ukisoma katika Zaburi 105 mstari wa 4 anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Alikuwa anajua mtakeni Bwana na nini? Na nguvu zake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Itimizi kwamba Mungu anafanya kazi kwa kadiri ya nguvu ya Mungu iliyoko ndani yetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo watu wengi tunahitaji Mungu ajifunue zaidi kwa viwango, lakini kiwango cha nguvu za Mungu ndani yetu ni kidogo. Kwa hiyo Mungu anatenda kuliko ulivyoomba, lakini sio kiwango ambacho amekusudia kufanya. Kwa nini? Atukuze yeye atendaye kazi kwa tunaona kabisa hapa anasema hivi, basi atukuze yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu. Kwa kadiri ya nguvu. Nguvu ipi? Nguvu ya Mungu. Kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo unamlimiti mwenyewe. Penda kusoma neno la Mungu sana, penda kuwa muombaji, kuomba sana. Hicho ndicho kinakutengenezea stamina ya nguvu za Mungu kugrow ndani yako. Kuwa ni mtu wa maombi sana, kuwa ni mtu unayependa kusoma neno la Mungu sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kuliko kutafuta kuombewa. Kuombewa kama Roho Mtakatifu amekuongoza ukaombewe, nenda. Lakini penda kusoma neno la Mungu sana. Fungua Wakolosai 1 mstari wa 29. Wakolosai 1. Wakolosai, where is it? Wakolosai 1 mstari wa 29. Anasema hivi, nami najitaabisha kwa neno lilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Unaona, anajitaabisha kwa kadiri ya kutenda kazi kwake, atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Anategemea nguvu za Mungu. Nani alikuwa anazungumza hivyo? Paulo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo watu wengi sana Mungu anatamani ajifunue kwa viwango vikubwa. Na kuambia Mungu ni zaidi ya hiyo kansa ulionayo, ni zaidi ya hiyo figo, ugonjwa wa figo ulionao, ugonjwa wa moyo ulionao, ni zaidi ya hiyo pressure ulionayo. Mungu anaweza kufanya zaidi, wide. Ila tu ndani yako kunahitajika nguvu ya Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kiwango chako cha nguvu za Mungu zilizoko ndani yako ndicho kitaamua Mungu ajifunue kuliko uombavyo, kuliko uwazavyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Hasa jifikirie, umeomba extra mile, umeomba yani uko na nguvu ya Mungu ndani yako kubwa. Jiulize, Mungu atatenda kwa kiasi gani? Yani atatenda zaidi. Haleluya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Mungu atafanya zaidi. Haleluya. Funguka ufahamu, mteule wa Mungu. Tafuta kujua uweza wa Mungu. Mungu anaweza zaidi. Usione pito unalopitia ukaliona ni kubwa kuliko uweza wa Mungu. Mungu anaweza zaidi. Katika jina la Yesu Kristo.
Haleluya. Tunaendelea, fungua hiyo Waefeso 3:16. Tuende hapa tusome katika jina la Yesu Kristo. Anasema hivi: awajalie kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu. Kwa kadiri ya utukufu wa utajiri wake kufanywa nini? Imara kwa nguvu. Kufanywa imara kwa nini? Kwa nguvu. Kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nazungumza kwa habari ya mtu wa ndani. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nazungumza kwa habari ya mtu wa nini? Wa ndani. Tunaona anafanya, yani Mungu hata akitaka kufanikisha utajiri ndani yako, inategemeana na nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Anaweza kufanya zaidi ya nguvu ilionayo, lakini alitaka kufanya zaidi, lakini umemlimiti kwa sababu ya kiwango chako cha nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako. Kwa hiyo amefanya zaidi, lakini sio kile kiwango ambacho alitaka kufanya zaidi ya. Haleluya. Bwana Yesu. Horika la basindo robosika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Mungu akufungue ufahamu katika jina la Yesu. Amina, mteule wa Mungu. Tunaishia hapo kwenye kipengele hicho. Tunaenda kipengele kingine ambacho tutajifunza Mungu ambavyo kuna vitu ambavyo anavihitaji kutoka kwako pia. Tumeona. Haleluya. Amen.